kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema. Ikiagera nyakasa Mungu ya Ametulinda tena siku ya leo. Si kwa mema tumetenda, bali ni kwa neema yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru sana. Nikialika nikisema karibu mtumishi wa Mungu kwa nyumba ya Bwana, najisikie uhuru. Kwanza kabisa nashukuru wote walioshiriki kwa kazi ya wageni jinsi mtumishi wa Mungu amenena. Niliona kila mmoja alijitoa kwa kazi. Na nikafurahi nikisema ya kwamba Mungu awabariki. Kwa sababu pia nyinyi hata sisi hatungeweza. Mungu awabariki sana. Nataka kuenda kwa neno la Mungu. Lakini kabla sijasoma neno, niko na kitu kidogo juu ya mtu mmoja tajiri. Huyu tajiri alikuwa na mtoto na alikuwa anafunza mtoto jinsi atakavyokuwa. Lakini akaonekana ya kwamba mtoto asiki vizuri. Sasa akaendelea akitafakari moyoni mwake ya kwamba wakati nitakufa nitaachia hii mali wa mtu gani. Wakati aliangalia vizuri akajisemezea mwenyewe akisema ya kwamba nitatafuta mwalimu ili amfundishe ajue hata wakati sitakuwa aendelea kutafakari vile mwalimu alikuwa anamfundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamleta mwalimu. Yule mzee akaenda nchi za mbali kidogo. Mwalimu akaendelea kumfundisha. Sasa yule mtoto akashika kwa sababu hakuna baba. Sasa wakati alikuwa anasikwa na jambo, alikuwa na tafakari ya baba yake. Anafikiria yale mwalimu alimfundisha. Haleluya. Tupigie Yesu makofi. Nataka niseme nini siku ya leo? Kulikuwa na wageni walitufunza juu ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Na kwa kweli Roho alikuwa anaambatana pamoja nao. Kwa sababu tulikuwa katika kipindi cha Roho Mtakatifu. Hapo ndio tulikuwa. Na wageni walipotoka mbali wakaanza kutufunza juu ya Roho Mtakatifu. Na kusema ukweli walitufundisha. Bwana asifiwe sana. Wakatufundisha njia ya kupanda mlima. Mlima mtakatifu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Nikafurahi. Haleluya. Sijui kama ulikuwa karibu na hilo neno. Na sasa nataka kunena kidogo. Nataka tusome kitabu cha Matendo ya Mitume. Mlango wake wa kwanza mstari wake wa 6. Na tuende na mwingine atafute hiyo Matendo ya Mitume 2 mstari wake wa kwanza na kuendelea. Ndio nikaribisha watumishi wa Mungu watupe neno. Kama umepata utasoma kwa jina la Yesu. Mlango wa kwanza mstari wa 6.
bakangere kantamu bakabuboria omuntu nekereke nakyo okoiraneria abaisiraeli uruzi wabo akabairaneria kali igoro yaino kumanya ebirobose kingaki tato bekire asokobwa kwane omonyene kwayo omonyene korende namonyore kinguru ekero moikomo chanu obakire naimwe namobe birori bane ase Yerusalemu na asikisemo chonsi cyabo Yahudi na Samaria oigakisi mekiese yana ekero akwane saya kubayireirie akabogoligwa goteigoro na ile likamoira korwase amaisa. Mungu awabariki andiko lake. Mwanene asise nyama likae. Nimeona katika kipindi kilichopita ase birobia yete tulikuwa tunaambiwa ya kwamba tujiandae kwa sababu ya siku ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa Biblia inasema ya kwamba hayo mambo yalikuwa kwa watumishi wake. Kwa sababu Yesu alikuwa anafunza wanafunzi wake juu ya Roho Mtakatifu. Akawafundisha wakashika. Lakini nimeona ya kwamba kuna mahali walikuwa gizani kidogo. Kwa sababu Biblia inasema juu ya Israeli. Bibi Yesu akawaambia ya kwamba itafika siku Mungu atawarudishia Waisraeli ufalme wao. Bwana asifiwe sana. Na wao wakaanza kumuuliza siku ni leo. Bwana asifiwe sana. Akawaambia wakati watakapojazwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati tulikuwa tumejiandaa, tulikuwa katika mafunzo ya Roho Mtakatifu. Tulikuwa tunajitayarisha kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na kila wakati kila Jumapili tukutanapo, tulikuwa tunaambiwa ya kwamba tujiandae. Kwa sababu siku inakuja Roho Mtakatifu atashuka wa watu wake. Bwana asifiwe sana. Na wengi najua ya kwamba waliona kama ni mtumishi wa Mungu tu anasema. Ndiposa Mungu akatuma mgeni. Tena kutoka kwa mgeni mwingine. Akakuja hapa kutueleza ya kwamba enyewe siku inakuja Roho Mtakatifu atakaoingia kwa watu wake. Si wote watapokea Roho Mtakatifu. Bali ni wale wamejiandaa kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Hayo ndio tulifundishwa. Sijui ulisimamia wapi wakati ulikuwa tunafundishwa. Sijui ulitafakari maisha yako vipi wakati mafundisho yalikuwa. Tumpigie Yesu makofi. Naona wengine wasikii. Nasema tupigie Yesu makofi. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa nataka niongee nini? Wakati mtu amejazwa Roho Mtakatifu, ni nini inaingia? Kwa sababu siku ile tulisherehekea kujazwa Roho Mtakatifu. Sababu Yesu alipowafundisha aliwaambia ya kwamba nendeni katika ile nyumba, kae mahali pale mpaka wakati mtajazwa Roho Mtakatifu. Si eti sote tumeingia hapa siku 50 tungoje. Lakini tulikuwa tunatekea na kujitakasa mbele za Mungu. Kwa sababu tulikuwa tumeandaliwa. Sote tuwe pamoja. Tutembee katika roho moja. Tukitubu dhambi zetu mbele za Mungu. Wakati siku itafika, tuwe Mungu atuangalie na kutujaza Roho. Haleluya. Amen. Tupigie Yesu makofi. Watu wa huzuni. Watu wa huzuni. Amina.
abantu bemechando baliko bela kanisa. Bwana asifiwe sana. Ukikaa hivi uko na shida. Ekerore iga wate mechando. Bwana asifiwe sana. Ukikimya hivi uko na shida. Ekero kibete ga wate mechando. Changamoto katika nyumba ya Bwana. Changamoto yani boka sema. Haleluya. Amen. Tuchangamuke kama wale tulichazwa na Roho Mtakatifu. Soma mlango wa 2 nasema nini? Mange usiri jaga beto magata. Hapo ndio nataka nihusie nilete watumishi. Hapo ndio ndio kunilanda tawa sababu na nani. Matendo ya Mitume 2 mstari wake wa kwanza nasema nini? Mungu abariki andiko lake. Manana sasa nyama likae. Tuseme amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba wale watu walikuwa wanakusanyika pamoja. Siku ile walikuwa wanangoja Roho Mtakatifu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba wakati walipokaa mara pale wakiwa na roho moja wakisubiri Roho Mtakatifu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu akashuka akawashukia. Kila mmoja akaanza kunena kwa lugha. Kila mmoja akinena kwa lugha. Kila mmoja akajazwa na Roho Mtakatifu. Akasikwa na nguvu. Wakanena kwa sauti kubwa. Hata walio nje hawakujua. Haleluya. Piga Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. Waliojazwa na Roho Mtakatifu. Waliojazwa na Roho Mtakatifu lazima watangamuke. Kwa utumishi wa Mungu lazima watumike. Piga Yesu makofi. Kwa sababu Roho anakufungua. Anakuwa mwalimu wako. Sasa anakufunza cha kunena. Haleluya. Yesu aliwaambia ya kwamba mimi nimeenda. Lakini nitatuma msaidizi. Msaidizi ni Roho Mtakatifu. Ukiwa kanisani. Ukiwa kanisani. Wacha kukunja kutulia katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Tafuta kipali kutoka kwa nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Hata wao wanafunzi hawakujua siku. Lakini walikuwa wanatii sauti ya Yesu Kristo. Wakati walishika neno, jinsi walivyoambiwa, Roho Mtakatifu akaingia kwa sababu walikuwa wanatii sauti ya Mungu. Sema amina. Kwa hiyo ukiwa kanisani, chunguza kila jambo. Na utii sauti itokayo kwa Mungu. Hata kupitia kwa watumishi wake. Sikia na utii sauti ya Mungu. Hapo utajazwa na Roho Mtakatifu. Na utaendelea kueneza neno la Mungu. Lakini ukipata ya kwamba haujaamuka utoke uangaze. Chunguza. Bwana asifiwe sana. Jichunguze. Je, Roho Mtakatifu ako kwangu ama vipi? Bwana asifiwe sana. Kuna nyimbo zinaimbwa zinapita. Bwana asifiwe sana. Vitabu vinaandikwa vinapita. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna kitabu moja hakijawahi kupita. Biblia takatifu ya Mungu. Kwa hivyo neno litokalo kwa kinywa cha neno la Mungu halipiti bure. Lina lengo na maisha yako. Kwa hivyo take care ukiwa kanisani.